Halo. Kaka. Halo kaka. Mzima wewe? Nashukuru. Hii namba hii ni yako Ndipo nimeruka. Okay, habari ya leo ndugu yangu. Leo si mbaya, mambo yaende vibaya. Aha. Unaenda vizuri? Yes. Tuombe Mungu. Tuombe Mungu ndugu yangu. Ni sawa, mimi pia nasikia kupata nguvu tu, utaniambia mambo yanaenda vizuri na mimi pia napata matumaini. Alafu nakwambiaje? Mila. Mila huyu. Alikuwa na deal gani na Mchelule? Okay, Mila. Nilipokuwa Nairobi between you and me. Alitaka msaada wa mzee. Msaada aliyotaka ni kwamba kuna kesi ambayo alikuwa amefanya. Akalipwa 53 million. Lakini alipolipwa hizi 53 million, the other party wakawa na object. Na zikakuwa deposited hapo kotini. For a period of years. Sasa baadaye alivyosema yeye, wale walikuwa hawana objection. So baadaye akaniambia, nikiwa na Keith, muombe mzee aongee na Mchelule, 50 million yeye atatoa 7. Akitoa 7, akasema, wewe Amano ukizungumza na mzee akiongea na Mchelule, wewe pia nitakuangalia kivyako. Nikamwambia haina shida. Kwa mzee nikamzungumzia, na akatake up hiyo mata. Akaongea na Mchelule. Alipoongea na Mchelule, Mchelule akaikubali. Akaitia date ya 1 Julai. Julai hii. Mwila akanipigia before siku ile tuongee na mimi na wewe na yeye, lakini katika hali ambayo najua akaniambia, mbona mzee wetu kitu amepeleka mbali huko 1 Julai bana. Sasa itakuwaje? Namwambia, ikiwa umepata 1 Julai na ni mwezi mmoja na utafaulu, kuna shida gani? Baadaye mzee akanipigia simu. Akaniambia huyu mtoto hana adabu. Hana adabu kwa nini? Akaniambia nimemwambia kabla iwe ile cleared, mara nyingi hawa watu utaka washike kitu. Alafu ndipo kama imekuwa cleared utaklia balance. Na huyu kijana pesa nazo, nimemwambia angalie kama mita 2. Apelekewe huyu Mila sasa. Angalie kama mita 2 apelekewe. Apelekewe nani sasa? Huyo M ni nani sasa? Mchelule. Kabla ya mwisho mwezi. Sasa yamerusha huko mwezi wa 7 bwana. Sasa nimeshangaa na shindo huyu M ndio amerusha huko mwezi wa 7. Imagine baba. Na mimi nimeongea naye 2-3 days ago, akaniambia M ataitatua. Sasa unajua mkisikizana mumalize kabla hii mwezi mwisho mwezi. Ndio sasa kila mtu apate riski. Alafu jamaa anapeleka mwezi wa 7. Jamaa amekuwa muoga huyu mzee ama hata sijui. Ama watu wa Western ni waoga. Hata sijui, hata nimeshangaa nikashindo sasa. Sasa mwezi wa 7. Mwezi wa 7 ni mbali. Ni mbali. Hebu acha nitamuongelesha, tutaonana. Nimuuliza kwa jina jua. Nitamuongelesha. Nimeona ndugu yetu Yese. Ndio yeye ni kama mimi. Yes. Nzuri sana, mimi sina shida na yeye, tukielewana tunafanya. Yes. Na sasa ile nilikuwa kwa kitu tukisema kabisa, hata tukasema tuchukue hadi unaona. Sasa tulikuwa naangalia runinga na ngojea. Wewe unakatibu huko mwezi wa 7, kasema mambo gani? Usijali kaka, wacha ni muongeleshe on Thursday. Tutakuwa 1-on-1. Kwa mambo mengine between you and me nitakuwa na huko nyumbani. Alafu Halo. Unanisikia sasa? Nakusikia sasa. Halo. Hebu ngoja nitafute network. Halo kaka. Ni shida network tu. Halo, unanipata? Nimekupata sasa. Sasa naona Mungu akipenda nitakutana naye between you and me huko nyumbani. On Thursday nitamuongelesha.
kama kunaweza kufanyika certificate of urgency. No, hiyo sasa bali Amerika unajua hata hiyo kitolewa. Ni mpaka huko vile amerusha huko. Oh, okay. Vile amerusha huko sasa hata huwezi kaitoa. Haya sasa. Nikuulize kitu kingine kwa sababu si unajua naongea na mzee kinyumbani, tunashare ideas. Najua. Sasa amekuwa katika njia panda na habari anazozipata ambazo ni from other sources, inasemekana former governor aliconcile na number 1 na maneno yao iko sawa. Hiyo hakuna kitu kama hiyo. Hiyo. Hata nimwambia. Hebu nijaribu kukupigia na signal test. Hebu nipigie na signal. Hai. Halo kaka. Haya, nimekupata na signal sasa. Inaingia sasa. Sasa. Hiyo story tuliongea na ndugu yetu. Nikamwambia ile mbali sana. Kwa ajili hata nilikuwa na wajamaa wa nyumba kuu. Huyu George Naguyo. Sasa nilikuwa na George juzi. Yes. Kwa nyumba ya ndugu yetu sasa Saida. Yes. Na walikuwa nafuatilia tu kumsalamia ndugu yetu Saida kujua kama ako sawa. Kwa ajili unajua hao msimamo ni huu. Hawezi kutishia mjamaa anaambia watu kwa danganya tu. Oh, okay. Hiyo njia hakuna hata kidogo. Okay. Umeelewa? Nakuelewa kaka, nakuelewa. Msimamo ni ule. Hata nilikuwa huko last kumwona Said kwake. Yes. Na aliongea na hiyo mtu wa nyumba kubwa ikiwa hapo. Yes. Na simu yangu. Yes. Akaelewana kabisa, wakaelewana. Okay. Haya, kwa hivyo asiangukie hiyo pande hata kidogo, niyo ni Mungu kabisa. Ndio. Okay. Sasa kuna kitu ambacho tulikuwa tumeongea nyumbani ambacho ulikuwa amesema atakuambia usaidie. Kama itawezekana, kwa sababu alisema kuna mambo mengi sana inazungumzwa, watu wengi wanamuuliza mpaka sasa labda pengine itabidi saa nyingine anyamaze kimya. Kama mnaweza kumconnect na number 1. Aliomba kwamba mumconnect na either George amconnect mzee na number 1 ama Guy amconnect mzee na number 1 ama wewe. Ili number 1 aweze kumwambia his own opinion ya kwamba this is what I want. Kwa sababu ya mambo mengi ambayo ukitoka wewe kuna mwingine atapiga, pengine kuna mtu State House anaitwa Mwita, sijui Chacha Mwita atapiga tena, umeelewa? Sasa hii confusion kaka Mila inataka nyinyi watu watatu, mzee anataka sana mconnect yeye na number 1. As long as nyinyi nyote na number 1 mko kitu kimoja. Kwa sababu na shida vile nitafanya. Wacha niongee na Guyo. Yes. Ndio sasa nishikanishe mkutano na Guyo na mimi na yeye. Yes. Ndio sasa tuangalie hiyo maneno, sawa? Hiyo possibility kabisa. Sawa, hiyo tutafanya. Unajua akipata green light kutoka kwa number 1, sasa itakuwa yeye hana shida, anajua ni vipi ataondolea mata. Na unajua sasa huyu former governor siku hizi hata hayuko kwa limelight, alikanyagiwa, hakuna communication. Sasa yeye inasemekana pia yuko sijui ni Malindi, yuko holiday. Mpaka siku hizi ni mtu wa kufanya kupumzika. Unaelewa? Ndio. Sasa tunajua yeye vile ambavyo amekanyagiwa sasa hana access. Hana kabisa, si wewe unaona. Halo kaka. Halo kaka. Haya, kuna shida ya network. Okay, kuna shida ya network lakini nitakutafuta. Halo kaka. Halo wakili. Halo. Nakusikia sasa. Ni network tu kaka. Nakusikia sasa. So mjaribu hivyo kwa sababu upande wenu naona uko sawa, kwa sababu vile governor alikanyagiwa sasa hana access yoyote.
anaishi tu sasa ni kama amekata tamaa. Haya, sawa, asante. Wajua Mchelule anashika ananiuliza kwani iko wapi hiyo pesa? Mimi namwambia huyu mtu tumekosa. Aliniambia na nipatia pesa na hanipatii, na mimi si mtoto kila siku namtafuta sijui huko. Sasa Mchelule akasema okay, kwa vile ulikuwa umeniongelesha mwanzo, alikuwa amepeana order pesa iwe released. Ushauri. The other advocate akaraise small issue akasema nimestay. Sasa anategea kuona kama kuna kitu itatoka. Sasa ilipofika pale mimi nakanitafuta. Sasa huyu ndugu yako mbona amezuia tena pesa? Akamwambia sijui, nilikwambia kama huyu si mzee na kungojea ati ile itoke ndipo apatiwe nini, kwa sababu hivyo ndivyo alikuwa anasema. Si ukitoka ndio pesa nitaenda. Namwambia huyu aende hivyo, mimi pengine naweza ku-understand. Akasema basi nakuja Thursday they argue an application ya either pesa zio released ama, kwa sababu wanasema alikuwa ameset aside ile order kwamba the bills were properly taxed. Hii ruling alifanya last week, but one ilikuwa ni either to reduce ama to maintain. Akasema the taxation was fair. So akastay kwamba pesa zisiwe released. Uko na interest ya kusanga pia kama 17. Okay. This Mila is a part. Mila is a part in the case. It was kulingana kwa sababu nilikuwa nimepatiwa ile ruling ya mwanzo ya Mchelule. It was 18 times 236 plus some interest around 57. So Mchelule atakapi? Initially wajua alipoona wajua yeye pia alikuwa amefuatwa na hao wengine. You know those are billionaires, they don't care. Nilikuwa nimemwambia hii interest tukakuachia. Sasa when I intervened akasema hao wanaongea tu, lakini najua watanipatia. Akaitisha 5. Mchelule akamwambia sasa hii 5 itakuaje? Akasema Saidi, najua hii mimi naona vile napigwa. Sasa hata sitaki toa expose myself, ndio maana hata is trying to make it by the time I'm finished mtu asilalamike. Akasema Saidi, hapo utachukua yako moja, nitakupatia zangu 4. So nikileta tawi la Mchelule hapa, lakini tutakuwa umeongea na sije baadaye huko mkaenda teta. Sitaki, wajua mimi huwa sitaki vita. Wewe uliongea Mila lini mwisho? Last week, but one baada hii alinitafuta kwa sababu Mchelule aliniambia kwani mtu wako hajaona. Mlielewa kwa sababu Mila alikuja hapa? Kwa simu, kwa WhatsApp. Nikamuuliza kwa sababu yeye alikuwa na monitor, although wakili wake ni Murgo, alikuwa na monitor. Wakili ni Murgo? Alikuwa na monitor. Wakili ni Murgo? Mila. Yeye mwenyewe hayuko. Kuna kijana huko sijui ni nani. Yeye is a party in the case. Yeye is a party. Sasa alisema I don't think watu handle it. But Murgo is acting for Mila. For Mila in the case. Lakini si Murgo mwenyewe, na pia ni kijana sijui anaitwa nani. Sasa immediately ilipofanya mimi nilikuwa hata ya on session, nikaona amepiga na WhatsApp, nikampigia kanambia sasa kwa ndugu yako kwa nini? Sasa alikwambia nataka kitu, kwa nini wewe unasumbua? Sasa sijui itakuwaje nini. Nikamwambia no. Nasema ngoja after hiyo 15th tuone atapeana ruling date lini. Before that ruling tutaona kama tutafanya. Who is the lawyer for the other party? Machari. Machari Njero. So what in the doctor through my other Mila. Through my other person in the case. Kwa maana yana mimi tukimaliza hii mbele nitaleta. But tukisha lazima kuna Thursday pengine. Kuna undertakings ambazo walikuwa wamepeana. Kuna insight kwa sababu kuna undertaking alikuwa amepeana. Huyo Mila. Mahali. Ikitoka nitamwambia kwambie kwa ile pesa imetoka. Nitamtumania huyu undertaking alafu yaambiwe
achane na hatutaki pia asema amejiunga na sisi vitu vingine. Ndio, okay. Because you know he's like a con man, eh? Kikuyu blood is in him. Ni mkora sana. Jaja. Anyway.